Sasa sijajua ndoto hii ina maana gani. Ndio. Kama ambavyo nimezungumza kwamba pete ya pishu kazi yake kubwa ni kuleta neema na kheri. Ndio. Kwa hiyo pete ya pishu huwa inafanya kitu usichokitegemea katika wakati usiotarajia. Ndio. Kwa hiyo kwa mtu yote ambaye ameamini pete ya pishu, lolote linaweza kuwa, ila mara zote inavuta kheri kwako. Lakini wakati huo inasukuma shari iende upande mwingine, yani mambo yote yaliyo mabaya yasikukute wewe. Na ni mambo mazuri ndio yakukute wewe. Kwa hiyo upo kwenye njia iliyo sahihi sana. Ndio. Upo kwenye njia iliyo sahihi sana boss. Alafu kingine tena nimesahau kingine. Ni jana mimi ni wakala. Ndio. Masuala ya kifedha haya. Yaani ni wakachikizi. Ndio. Kuna mitandao ambayo ninayo, hata mtandao mmoja kwa sina. Jana akaja kijana mmoja rafiki yangu. Sikutarajia wala sikukutana naye, alipokuja kaja na kitu kama wiki mbili tukapiga story sana, lakini jana akaja ghafla. Akaniambia nataka nikwamishie float. Nikamwambia float ya mtandao gani? Akaniambia Tigo. Nikamwambia Tigo yangu mimi haijatoka. Akaniambia mimi kaanza kono unayo? Akaniambia yeye ninayo. Sasa nilikuwa masiara sana. Akaniambia serious mimi ninayo. Nikamwambia hii na hapa basi fanya hivi. Nipe 20,000. Chukua hii hapa. Anipe line. Nataka sijui password zako, sijui namba, akaambia nakupa vitu vyote. Akanipa ile line, akanipa namba wakala, akanipa serial number. Nikamwambia nani shingapi? Akaniambia kitu kama 200 na point. Basi nikachukua ile line, nikampa 20,000 anafanya matumizi yake. Akaniambia naona hauna mashine ya CRDB hapa, sema nikupe mashine ya CRDB mimi ninayo. Nikamwambia sasa majina yako. Akaniambia mimi nakupa kila kitu, password kila kitu. Sasa mimi nikajiwaza, kama mbona hili jambo lilikuwa ngumu sana kulipata, mbona linakuwa lepesi? Yes. Na hiyo ndio pete ya pishu sasa. Ndio. Ndio huo nimeshaivaa pishu. Ni pete nimevaa kila leo, haoni kama pete ya kawaida. Lakini jana kweli nimepokea kitu. Pete ya pishu iko hivi. Ndio. Actually ni pete ya kawaida kwanza katika kuonekana. Ndio. Lakini ina vitu fulani ndio visivyo vya kawaida katika uhalisia. Ndio. Ambavyo hata mimi ukiniuliza wakati mwingine hivi vitu vinatokeaje, mimi sina majibu. Ndio. Na huwa sijui nini kinafanyika hadi zinakuwa hivyo, lakini iko hivyo. Inafungua njia na mambo kuwa mepesi sana. Ndio. Inafungua njia na mambo kuwa mepesi vibaya mno. Ndio kama hivyo hapo mkuta kutarajia kwamba kitu fulani kitatokea, kimeshatokea. Yaani swala laini tena akaenda akachukua ile akaenda akanywa huko akarudi akaniambia nipe 20 nikampa akachukua line. Unaona watu wengine kama sasa nikamwambia kitu muhimu ndio kitu muhimu unajua fursa zinavyokuja pia huwa zinakuja na matatizo baadhi. Ndio. Kitu muhimu zinavyotokea vitu kama hivyo vya kuzingatia ni kuona je hivi vitu ni mali yake yeye anayekupa. Ni kweli market tulisoma naye najua jina la watu kila kitu. Sio vitu vya wizi kwa sababu mwisho wa siku vinaweza vikawa ni vitu vya wizi afu ndugu yangu kaingia kwenye matatizo ambayo sio ya lazima. Hapana, ni mtu nilisoma naye majina yake najua yote. Okay. Kwanza nikagua kwanza nikajiridhisha. Kwa hiyo nikakuta ni ya kwake kwa hiyo tunafanya kazi. Lakini nikamwambia sasa mimi napata faida gani? Akaniambia usijali mimi nitakupa hela wewe baki nayo nipe hela nitatumia mimi. Lakini sikutarajia kama nitapata mimi hivyo. Basi pete ya pishu ndio inafanya hivyo kazi. Kitu muhimu uamini lakini vile ufanye kazi. Haya mambo mengine yatakuja tu. Ni swala la muda. Na je kuhusu kuna kipengele kusikia wanasema kwamba unaweza kama una manukato ukaipulizia na nini? Manukato unaweza kaipulizia. Ukaipulizia? Hiyo pete ya pishu. Uliona wapi? Sisi ulikuwa na sim record, ulikuwa na rekodi kwa sauti. Kama zile sauti za video za rekodi kwamba kwa kutumia kuipulizia kuhifadhi usafi, hata kama una manukato unaweza kaipulizia. Sina kumbukumbu nzuri kama nilizungumza hili kwamba
pete ya pishu inaweza ikapuliziwa manukato. Sina hakika sana. Na okay. Hapana. Labda kama ukusikia vizuri. Okay. Karibu sana bosi wangu. Nafikiri nimefurahi sana kusikia hivyo bosi. Ndio, nimefurahi sana kusikia hivyo. Naongera sana. Asante. Amini hicho kitu. Ndio. Kuna siku itafanya kitu ambacho hukutarajia na katika nyakati ambazo hukutarajia na kitafanikiwa. Yaani duka limejaa vile mpaka nikaogopa. Alafu natoka ili nakutana na mwalimu wangu mkuu wa shule ananiambia, "Hili jengo unabidi lisimamie." Hali gharama kusimamia, kama mimi sijasomea majengo, kananiambia sawa, ile unaweza kulisimamia. Wewe simamia, taja gharama zote, alafu tutakupatia fedha. Na hii angalia, ni masuala ya serikali. Ndio nikasema masuala ya serikali. Nikasema sawa. Amini katika pete ya pishu. Pete ya pishu inafanya mambo makubwa sana. Sema kitu ambacho nimekiona ni tatizo kubwa kwa watu wengi. Ndio. Watu wengi wanakuwa na haraka. Yaani yeye anataka vitu vitokee overnight. Yaani kesho asubuhi awe tajiri. Sasa pete ya pishu haifanyi kazi hivyo. Ndio. Lakini tofauti na hapo brother, kama upo kwenye njia na unaamini unapiga kazi. Ndio. Amini kwamba itafanya vitu vingi sana zaidi ya hivyo unavyoviongea. Yaani hapa ninasema kuoshea magari, yaani kaushi, nina sehemu ya duka la mimi punde wa simu. Koni kwa ofisi na kaa hapo. Itafanya vitu vingi sana. Uwe na imani, na mimi binafsi nakutakia kila laheri, kama ambao nilizungumza juzi kwamba nakutakia kila laheri. Ndio. Naijua vizuri sana kazi ya pete ya pishu boss. Sawa. Asante sana. Na nimeona tuna changes tena usiku. Ndio. Kwenye business ya sasa ya kaoshi pale. Yaani kawa mauzo yanapanda fulani tofauti na nyuma kidogo. Hata leo pia naangalia mauzo yamepanda. Mauzo yamepanda mauzo kama napanda hii. Hongera sana sasa. Hongera sana. Sasa leo tuendelee kuisikilizia. Imani yangu ni kwamba ndio Pishu Ring ni kitu ambacho kinafanya kazi. Kama kimefanya kazi kwangu, kimefanya kazi kwa watu wengi sana. Kitafanya kazi kwako na kitafanya kazi kwa watu wengine wengi sana. Ndio. Kama ambavyo nilisema kwamba hivi ni vitu vya kiimani. Once unavyoamini, kila kitu kinaenda vizuri. Lakini kama mtu unakuwa hauamini, ni ngumu sana. Lakini katika kutoa huduma hii ya kuuza pete za pishu, bracelet pamoja na hizi stones, ndio ni kweli watu wanapata matokeo mazuri sana. Wanakuwa na shuhuda za kutosha. Vizuri kabisa. Kwa mfano kuna jamaa mmoja ndio ni mpambanaji ila alikuwa hana kazi, unajua ni jobless. Jobless man. Sasa kuna kipindi cha nyuma sana huko, anasema kuna wakati umekaa sana mtaani, ukuta yani kuna hali fulani ya hasira. Ndio. Na kujaa kifuani, unaona kabisa nimesoma, nina elimu na vyeti viko ndani, alafu hamna kazi, yani una panic. Ndio. Wakati hiyo hali ya kupanic, anasema aliandika barua nyingi sana kuomba kazi. Barua ni kila mahali, yani haijalishi taasisi ni kubwa ni ndogo, yeye anaandika barua. Yeye anaandika, tuna post. Anaandika natuma. Sasa baada ya kuandika akaja akaachana nazo, kama kuna respond, yani wako ama respond yote. Yani kama natwanga maji kwenye kinu hivi. Basi akaachana nayo, akasema sasa liwalo na liwe, ngoja mimi niendelee na harakati zingine. Sasa siku moja amenipigia mimi simu, pana nahitaji nipate Pishu Ring. Samwambia sawa, haina shida, ipo. Shilingi ngapi? Ngambia 80. Brother, nataka ninunue. Ndio. Nataka ninunue na juu itanisaidia kwenye masuala ya biashara hapa. Wakati tayari ameshaachana kabisa na zile habari za kusema sio aombe kama na nini tamaa kabisa, achana nao upumbavu. Mimi nataka nifanye biashara.
Ndio. So akaanza kupiga mishe akaja akanunua ile pete. Ndio. Hivi ilichukua kama sidhani kama iliisha wiki. Akanipigia simu, brother nimepigiwa simu. Niende wiki inalokuja nikaanze kazi. Ha? Anasema hii kampuni niliombaga kazi muda mrefu kidogo. Ndio. Naona wamenipigia simu. Ndio. Nikamwambia sitaki kuamini, mimi hapa nikawa namwambia. Sitaki kuamini kwamba ni pete ya pishu ya moja kwa moja ndio imekufanyia hayo. Lakini nataka kuamini kwamba wakati wako umefika. Sawa. Kwa kitu muhimu, nenda kafanye kazi. Sawa. Nenda kafanye kazi. Kafanye kazi kwa uadilifu, kafanye kazi kwa kujituma, kafanye kazi kwa kubunifu. Na ubunifu na uaminifu. Yes, kuna mambo mengi sana yatatokea hapo mbele. Of course, na alianza kazi. Mpaka sasa anaendelea na kazi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatokea. Pete ya pishu inafanya vitu fulani hivi, sijui inafanyaje. Lakini kiuhalisia iko vizuri sana. Anakuja ni kitu ambacho najaribu kuendelea kujifunza. Ndio. Hapapo mahali katika kuisoma pete ya pishu, hapapo mahali nimeona wanaruhusu kwamba unaweza kufanya manuizi. Hamna. Katika kuisoma kote mimi sijawahi kuona mahali pa aina hiyo. Inafanya kazi automatic tu yenyewe. Lakini ukija kuangalia unavyokuwa na kusudi linafanikiwa. Kabisa. Yani unavyokuwa na kusudi linafanikiwa. Kwa ni kitu fulani. Yaani amazing sana. Kwa mfano leo nimetokea wateja ngajikuta mpaka hela kwenye draw zimeisha. Float kuna mtu kaniambia kuna watu wanakuja kama 3 wageni. Ase ni kila kindili ni kiteki. Sasa wanataka kutoa. Ndio abanga bini wasukumeka wenzangu. Kama niko mwenzangu ile pale. Basi ile mimi nikahudumia ambao naweza kuhudumia. Wakapoka. Pale pale nimekaa wakarudi wengine ambao ndio nimeshapa kesho wakaja wanaotoa kesho sana naweka kesho mimi nawekee. Ndio kama mzunguko rudi pale pale. Na kule kule nje kule kwenye biashara nyingine ya washaji kule napo paka. Kao sana. Pamewaka. Pamewaka sana. Hongera sana. Mungu akusaidie sana ndugu yangu. Nashukuru Mungu pia. Hongera sana. Mungu akusaidie sana. Sawa brother. Hiyo pete ya pishu bana sijui ikoje. Kuna jamaa mwingine alikuwa yeye ni dalali. Akwambia katika udalali wake wote. Ndio. Hajawahi kufanya kazi akapiga hata milioni 2, 3, 4, 5. Hajawahi. Alipokutana nayo sasa. Ila amenunua pete ya pishu amekaa nayo kama wiki 3. Kwanza kabla hizo wiki 3 kuisha akanipigia simu ananiambia brother naona una upepo fulani hivi kanakuja hivi. Yaani haka upepo kanakuja afu kananifanya kama nataka niamini kwamba hii pete inafanya kazi lakini najiambia hebu nisubiri kwanza niangalie. Mwambia wewe jipe muda usikae nyumbani. Jipe muda nenda kazini, piga kazi, pambana. Basi. Ameenda mpiga kazi. Sasa alipewa eneo la barabarani la sheli. Aliuze. Sasa wameliuza baadaye wakakosa wateja. Wakawa wamelikaushia lile eneo. Kabisa. Sasa amekaa muda mrefu. Sasa ndani ya hizo wiki 3 anakuambia kuna jamaa wakaenda bwana akapigiwa simu bwana kuna bosi anahitaji eneo la sheli ila anataka liwe Mbeya mjini na liwe barabarani. Mbeya mjini na liwe barabarani. Hajafanya nini kuchagua eneo labda liwe center au liwe pembeni. Sasa yani swala tu liwe Mbeya mjini. Swala tu liwe hapo analipa hela. Bwana tuna eneo. Tuna eneo shingapi? Milioni 600 linatoka. 600 milioni linatoka. Kama linatoka milioni 600, hebu niongee na bosi, hebu nenda popiga picha afu niongee na bosi. Huyo jamaa yake mwingine anamwambia sasa niongee na bosi. Basi ameongea na bosi huyo bosi wake ambaye alikuwa anahitaji eneo. Ndio. Jamaa akapiga picha akamtumia, jamaa kaenda kwa bosi akamuonyesha picha, bosi akawaka. Bwana hili eneo shingapi? Jamaa akampandishia dau kutoka milioni 600 hadi bilioni 1.1. Bilioni 1.1. Basi. Sasa yule jamaa aliyempandishia dau
akatakiwa ampigie simu yule dalali wa Mbeya kwamba bwana wewe unaniambia ni milioni 600 lakini mimi nimemwambia bosi shingapi ni bilioni 1.1. Kwa hiyo liweke hilo vizuri kwa mmiliki wa eneo. Kwamba ajue kabisa kwamba hapo tumefanya 1 2 3 na yeye hatutagusa kabisa. Chukua milioni yake 600. Basi sawa ina shida. Sasa jamaa ujue kabisa walishakatia tamaa ile eneo kwamba litauzika lile. Ndio. Kwa hata ile anavyohangaika mara nenda kapige picha mwambie alikuwa anaenda tu ila ile yule moyo wanasema ni biashara anasema tushapiga sana picha tujawahi kufanikiwa. Tushafanya kila kitu tujawahi kufanikiwa. Sawa. Mungu ni mwema bwana. Hapa tunaongelea habari za neema na riziki. Mungu ni mwema kagawa riziki bwana. Baada ya jamaa kumtumia picha, bosi ameziona picha, amerudishia mrejesho kwamba bwana nimeweka bilioni 1, akaenda kwa mwenye eneo akaongea naye, mwenye eneo akasema jamani mimi sina shida na nyinyi sitawagusa, nahitaji mteja nitoe eneo. Basi. Likawa kama limepoa hivi. Wiki moja baadaye simu inaita. Bwana kama mazingira si kesho tunapanda ndege kutoka Dar es Salaam tunakuja huko Mbeya. Utani. Nafika. Siku imefika bwana ndio tunatoka mjini hapa tunakuja huko. Nakwambia walitumia kama masaa 3 kulizunguka eneo kufanya discussion kila kitu bwana yetu tunataka tulipe. Mambo mengine yaendelee. Wakalipa. Milioni 1.1. Mimi nimejikalia huku sasa sina habari sina hili na hili. Mara ngua simu inaita bosi habari salama bwana vipi mambo yanaendaje? Bwana mambo haya yako hivi. Bwana tumefanya biashara hapa. Sio vibaya mwanangu nikikutia hata 100,000 vya maji hapo nashukuru sana mwanangu. Wewe bwana kivipi? Asema nimefanya biashara. Mimi sijawahi kufanya biashara eti kafanikiwa kubwa namna hii. Kwa naamini kwamba hii pete yako ndio imenisaidia. Kwa ni namna fulani ili pete linafanya vitu fulani vya ni ngumu sana kuvielezea. Yaani ni namna tu mtu kiamini and then upige kazi. Kitu muhimu pambano upige kazi. Fanya kazi kwa bidii. Ufanye kazi kwa bidii njia zinafunguka. Kabisa nimeona. Njia zinafunguka. Yaani swala tu ufanye kazi na uamini. Fanye kazi uamini wakati ukifika njia inafunguka na unapata riziki. Kweli. Kaka nafikiri nimefurahi sana watu ni wagumu sana na pia watu wamekuwa wako tayari kutoa sauti yao au kibali kwamba wanatumia sauti kwa ushuhuda. Unafahamu ninapokuja swala la mafanikio watu wana imani tofauti na mitazamo tofauti. Kuna mtu anaamini kwamba hapa nimeshafanikiwa nikimwambia bwana atumie hivi kama ushuhuda watu wanaweza kaniloga na nini. Unajua kila mtu anavyoamini yeye. Lakini kiuhalisia sio kitu chepesi sana.